Naam, bila shaka tenashara imefika saa za Afrika Mashariki. Swadakta kabisa, wanasema michezo ya bata kuku haiwezi, na kila nyani ana starehe zake. Starehe ni nyingi. Kuna wale ambao hustarehe kwa kuvuta bangi, wengine kunywa pombe, wengine kuvuta sigara. Lakini hizi starehe pia zimekuwa na mambo mengi. Wengine wanasema starehe ni za wanaume, si za wanawake, ndo kitamaduni. Lakini itakuwaje? Washiriki wangu wapo tayari, sijui niwaulize hili swali. Muonaje? Mwanamke anapokunywa pombe, wengi wanasema ni ishara kwamba yeye hafai kuolewa, kimombo si wife material. Mwasemaje? Wanawake wanywe pombe ama wasinywe? Ati wafai nini? Nasikia tayari hapa kauli zimegawanyika. Ni kauli mseto, mtazamaji, za washiriki wangu ambao wamefika kuweza kushiriki kwenye mada yetu siku ya leo, ulevi na wanawake kwenye Kimasomaso. Makinika, kuna mengi kabisa ambayo tumekuandalia kutoka sasa tenashara hadi saa 1. Mimi naitwa Lofty Matambo. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Every Sunday sasa, wakati wote tunaenda, nikaachana na soda, tukaendelea kukunywa moja moja tu. Tulifika wakati tunakunywa sana, hata yeye tunakunywa zaidi, tukaanza magomvi. Terezia Mukami akiri kuivuruga ndoa yake mwenyewe na kukosa thamani kama mke, kisa ni ulevi wa pombe. Siku hiyo mama akikunywa pombe lekuwa mbaya, ni kama dhambi. Ni kama dhambi. Kwenye mada kuu leo tujadili swala la ulevi kwa wanawake. Je, ulevi unawatoa hadhi ya kuwa wake wa ndoa? Na bila shaka hayo ndio mambo ambayo tutakuwa nayo siku ya leo. Naona kabla kupata kisa chetu, tuweze kuwatambua wageni ambao wako studioni kuweza kubabadua hoja na mada hii ambayo ina mnato kwa kiasi fulani, haswa wakati huu wa sherehe ambapo kila mtu atataka kujiachilia kwa njia moja au nyingine. Mbali nami kule kabisa, huyu ni mchangiaji matata kabisa ambaye umri wake na wangu umepishana labda na miaka 2 tu. Mary Chelimo, ukipenda mwite Gogo. Namna gani? Mzuri sana. Karibu sana. Asante. Alafu karibu naye ni Kadzo Ndundi ambaye ni mshauri haswa masuala ya ndoa na familia. Karibu Kadzo. Shukrani. Alafu karibu naye ni Mini Mukami. Karibu sana. Asante. Huyu ni mshauri wetu ambaye atakuwa anatushauri zaidi kuhusiana na uraibu tegemezi. Amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu sana. Alafu karibu nami hapa ni Teri Washiro, ukipenda mwite Madam Teri, ambaye ndiye mwenye kisa siku ya leo. Amekuwa mraibu tegemezi wa pombe na madhara anayajua yeye mwenyewe. Karibu nami, makofi tena pale ya washiriki wangu ambao wamefika siku ya leo kutoka pembe mbalimbali za jiji hili la Nairobi. Mtazamaji, tupate kisa. Mary Teri Washira Kunradhi, mwenye umri wa miaka 63, amekuwa mlevi tegemezi kwa muda mrefu sana, na katika ndoa yake ambayo ilikaa kwa kipindi cha kama miaka 7 hivi, waliingia kwenye ulevi yeye na bwanake. Amejionea mengi, haswa kuvunjika kwa ndoa na kuacha watoto 4 mbali na bwanake sababu ya ulevi. Yeye kama mwanamke anajutia ulevi kuharibu ndoa yake. Ndio maana leo tunaangazia kisa chake kuona iwapo ulevi na wanawake vinaendana hivi ama vinafaa kukaa mbali sawa na maji na mafuta. Tupate kisa chake. Jina yangu ni Madam Teri Washira, na mimi ni mshauri wa drugs na alcohol ama pombe na dawa za kulevya, na mimi ni mama wa watoto 4. Nilikuwa nimeoleka, na wakati huo tulianza tu family kawaida, na kuna wakati tulianza kupeleka watoto nje, kama Jumapili tunaenda kanisa, na mzee alikuwa anakunywa, na mimi one time nikafikiria niweke pombe kidogo kwa soda yangu, na every Sunday sasa, wakati wote tunaenda, nikaachana na soda, tukaendelea kukunywa moja moja tu. Tulifika wakati tunakunywa sana, hata yeye tunakunywa zaidi, tukaanza magomvi, tukapigana sana. Lakini ni kwa muda miaka na miaka nikaona kama mimi ananionea, ndio nilihama, na nilikuwa bado nafanya kazi, na wakati huo tulikuwa tumeendelea hata kwa maisha, na tulikuwa tumenunua nyumba na gari, kila mtu alikuwa na yake, na watoto walikuwa shule mzuri. Wakati ule nilitoka kwa nyumba nikahama, sikuambia mtu, na wakati huo sasa drinking yangu ikaenda juu, kwa sababu jioni unajua sikuwa na kazi ya watoto, lakini kazi iliendelea mpaka company ikafunga,
na ndio sasa walitupatia pesa nyingi sana. Hiyo sasa ndio ingenimaliza, na wakati huo sasa nikakunywa mpaka nikauza gari, kwa sababu sikutafuta kazi, na wakati huo sikufikiria nitafute kazi. Nilikuwa naona hii pesa ni mingi sana, haitaisha. Nikashindwa na kulipa nyumba, nikatoka kwa hiyo nyumba. Hiyo nilikuwa 2 bedroom, nikaenda kwa 2 rooms. Nikatoka kwa 2 rooms nikaenda single room. Na wakati huo katikati ya before I go to the single room, ndio mtoto wangu alichukuliwa na my sister, because alikuwa mkubwa na sikuwa nampeleka shule. My sister alikuwa Karatina, akamchukua na bwana yake, wakamulea, wakamuadapt. That time my brother alikuwa Mombasa. Kumbe pia yeye alianza kukunywa, akaachana na bibi, akaacha huko bibi na watoto wawili. Akakuja Nairobi. Nilijua wakati nilienda kwa my big brother, yule alitusomesha. Tunakutana saa nyingine kuobaoba huko na kumwambia mastori na uongo ili atusaidie. Na saa hiyo tulikuwa kama mama shokola na baba shokola. Tulikuwa kama shokola kabisa. Chafu, tumekonda, mtu ambaye anakunywa hakuli. Na priority ina change. Hata Saida anatupatia pesa pia. Tunaenda tunawachana hapo chini na my brother. Huyu mwingine wa kukunywa anaenda zake na tunawachana. My brother one day akaenda kwa my sister in law. Akamwambia sitakusumbua tena. Leo ni mwisho, ni siku ya mwisho kukusumbua. Akafikiri amepata kazi kibarua industrial area. My brother akaenda akalipa rent na akanunua dawa ya panya na kamba. If this one doesn't work, this one will work. Na akaandika suicide note, amechoka na kuishi na hataki kuzikwa kwetu Udhaya. Na akakunywa hiyo rat poison. Nafikiri at some time in the night hakukufa, kwa sababu alikuwa amefura sana. Ndio alichukua kamba akajinyonga. Tukamuzika sasa Lang'ata as per his wish. Tukiwa hapo ndio catechist wa Holy Family ndio alisema, akipoint coffin, akasema ukiona kesi kama hii mwingine anaweza fuata, mwingine kwa hii family anaweza fuata. Ndio sasa ilishika my sister in law. Sasa kumaliza sasa maombi, akaniambia twende nyumbani, na tena my sister definitely alikuwa hapo. Tukaenda kwake Westlands. Ndio the following day morning akaniambia anataka kunipeleka rehab. Nikamuuliza rehab ni nini? That was January 2006. Sikujua rehab ni nini wakati huo, na akanipeleka rehab. By this time my husband alikuwa ameoa, lakini hakulete bibi mahali watoto wako. Kwa hiyo nyumba tulikuwa tumenunua, na ndio nilipata nafasi ya kukuja hapa. It was not easy. Lazima tungefanya casing, na tulifanya casing sana, na tena eventually hata my father in law akasupport mimi nirudi, na ndio hata nikaendelea kukaa na watoto wangu. Ni my sister in law huyu, sister yake akanipelekea, akanionyesha kibarua ingine. Nilikuwa naenda Karen 3 times a week. Ilinisaidia sana. Nilikuwa naenda Monday, Wednesday na Friday, na tena hata kupata kitu kidogo ya kutengeneza nywele. So in between this time nilikuwa napigia huyu director, ndio alifungua rehab mahali. Sasa akaniita ati wanifanye in-house training, and then later on they can promote me to a counselor, and that is how mimi sasa nilipata hiyo nafasi ya kuwa counselor. Watu nje hawajui addiction ni ugonjwa ambao inaua. Hawajui addiction yote, maybe ikiwa drugs ama alcohol, dawa za kulevya ama pombe, hawajui ina affect brain. Bongo inaharibiwa. Hata mimi saa hii najikuta saa nyingine supermarket naangalia mapombe hapo, unajua imepangwa. I have to really to walk away very fast, because you see I am in recovery. If I take only 1 drink, not 2, only 1, nitarudi worse than nilikuwa. Na mimi nataka kuambia watu, msi give up, don't give up. Because ukigive up on your husband or your daughter, sasa huyu ataenda because ataenda akisink. You know, tunasema hiyo ni shimo. Kwa hivyo mnaweza kunipata kwa hii namba, ili sasa unipigie simu tuongee na uniambie kwa story ya huyu mtu, so that sasa tusaidiane. Hicho ndo kisa chake ambacho tumekipata cha Madam Terry, na shukrani sana kwa kuweza kushiriki nasi. Asante. Kabla kuja kwako, pengine tuanze na Gogo. Bi Mary, hebu tuambie, wewe ushawahi kuonja pombe katika maisha yako? Hapana. Kwa nini? Niliona hiyo ulevi haifai kwa mimi mama, na iko na watoto. Ngaona watoto yangu atasambaratika. Na katika kisa chake Madam Terry, unaonaje baada ya kunywa pombe? Bwanake ndo alimuonyesha pombe ilivyo, wakaionja wakiwa pamoja. Tena baadaye tumeona katika hadithi yake pale kwamba walikuja baadaye wakaachana sababu ya ule ulevi, na mengi yakafanyika. Wasemaje kisa chake?
hiyo kisa ni mbaya, maana najua mume ni kichwa ya nyumba. Sasa hiyo baba ndio alifanya makosa. Tuseme agawane ujinga hiyo pamoja. Wagawanye ujinga pamoja. Hii mama yeye hakuona huyo bwana yangu na mimi iko na watoto, nikinywa hii pombe ndalea watoto namna gani? Sasa yeye hako chibusa. Na mimi nauliza alilazimisha yeye kukunywa? Alikulazimisha? Alilazimisha? Asante. Hapana, tulikuwa tunaenda inaitwa nini, outing, Sunday, kuburudika. Sunday tukitoka kanisa, tulikuwa tunapitia mahali tutunulie watoto lunch. Na hiyo mahali ilikuwa mzuri, ni hotel kama hii tu. Alafu wakikunywa chips na unajua ile kuswing ni nini? Watoto ile kwenye bembea. Hiyo. Wakibembea na nyinyi mnabembea kivyenu. Mzee ndiye alikuwa anakunywa Tusker Export. Wakati huo kulikuwa Tusker Export. Tusker ile kubwa kulikuwa nusu ya hiyo. Na yeye ndiye alikuwa anakunywa. Sasa every Sunday, kila Sunday tunaenda nje. Tunapeleka watoto, alafu wanaburudika, tunaburudika pia. Pia mimi wakati sasa mzee anaitisha tu bili, si ati alikuwa mlevi. Anakaa tu nazo hivi, lakini wakati moja nikamwangalia hivi nikaona kama anajienjoy sana. Unajua sasa kuna ile kafuraha kanaletwa na pombe. Kucheka, kufurahi. Mimi nikaona hii pombe kuna kitu inamuongezea. Nikaweka kidogo kwa glasi yangu. Sasa kuanzia hapo nikaona kuna kitu pombe inaniweka. Kafuraha. Hiyo kafuraha ndio nilikuwa natafuta. So tukiendelea kila siku mimi kila Sunday naweka tu kidogo. Si ati nilikuwa natamani ati tulewe, hapana. Kwa hivyo hakulazimishwa, ilikuwa katika hali ya kuonja tu. Ilikuwa kuburudika. Nilioja, unajua nilikuwa naoja sasa kila Sunday sasa. Kuzoea sasa nikawachana na soda. Unajua nilikuwa naweka kuchanganya. Kuanzia hapo kama miezi kadhaa hivi nikawachana na hiyo masoda, nikaona sasa ni bilibili kama kawaida. Unaona sasa anaagiza bili na yangu bili. Madam Terry, shikilia hapo tunakuja kuangazia zaidi ulivyozama kwenye uraibu na madhara yake. Lakini nafikiri Gogo umepata kwamba hakulazimishwa. Kwa hivyo shikilia hapo, utakuja kwako Kadzo. Hisia zako kwenye kisa chake Madam Terry. Kwanza kabisa najua kila binadamu ana kichaa chake. Na kila chozi si ati kwamba kumefiliwa. Hata unaweza kuwa una furaha tena ukalia. Sasa kisa cha huyu mama sijasema kilimtukia watu wengi sana, kimewatukia. Lakini sikubaliani na mwanamke, haswa mwanamke kama mimi awe mlevi. Kama vile mlivyosema walewe, makosa makubwa sana. Afadhali mumeo walewe atapike uzoe. Afadhali ashindwe kupeleka gari ukaiwewe katika usukani upeleke gari mwende nyumbani. Sasa achanganyikiwe yeye, achanganyikiwe mume. Wale watoto watabaki wa bouncing castle. Twafanya vitu ambavyo twaviona vina raha, lakini baadaye vina majuto. Usiigize kwa kupata ufahari. Angalia kesho itakuletea heshima ama aibu. Sasa kisa cha huyu si kizuri, manake baada ya haya yote yalikuwa ni maudhi na masikitiko. Yale aliyokuwa nayo yote yakapotea. Ikabakia sasa kama hayawani katikati ya barabara. Ikampotezea hekima na ile hadhi yake pia. Na haya najua mimi si maadili ya mamako aliyokufunza. Ulifunzwa tu na mumeo mbili katika, na mumeo hakukulazimisha. Ni wewe mwenyewe tu ulimwona mume wangu acheka kahozo na mimi wacha na mimi nichekecheke. Kazo, shikilia hapo. Labda tuje kwa mshauri wetu Mine. Najua unakijua kisa chake, lakini mara ya kwanza alivyokuletea kisa hiki ulipata hisia gani, tukitegemea na kuweza kuzingatia zaidi kwamba hapa umeletewa kisa cha mama mlevi tegemezi? Kitu ya kwanza kuangalia ni ya kwamba mimi kama mshauri nimesoma mambo ya addiction ni ugonjwa, ama ile mtu kama vile Terry anatuambia mtu anaanza tu kama mchezo. Hakuna mtu anakunywa pombe ndiye aende imwadhiri kiwango ya kwamba aingie katika bahari ya rehabilitation. Mtu anaanza tu kidogo kama vile sasa tuko ni masiku ya Christmas, watu wanaanza kujienjoy. Lakini hii ni ugonjwa ambao ina attack brain.
vile tayari ametuambia ni kumaanisha ya kwamba ile kusikia hiyo furaha ni kuna vile brain yake ilitoa vitu kwa brain tunaitanga dopamines. Anaanza kusikia amefurahi. Wakati pombe imetoka kwa mwili unasikia sasa unashuka. Nayo ile brain inatamani ile furaha ya pombe. Sasa wakati wote anasema anaangalia Sunday itafika lini kwa sababu kuna kastahe kengine pombe inapea mtu kuliko chakula ingine yoyote. Na iko na hiyo memory, kama tunajuanga mambo ya memory. Hiyo memory inawekwa kwa brain. Kisha akiona hata glass inakaa ya pombe, brain inatoa ile hisia. Anaanza, hata kuna mtu anaanza, ukimwambia mambo ya pombe anaanza kuoja kumeza kama kwa sababu brain tayari mate zinamtoka. Exactly. Kwa sababu anatamani pale. Exactly. So hiyo ndio nasema sasa kama mchauri tumesomea katika udani ya ile pombe inaharibu brain, lakini ni kidogo. Naam. Inaweza take kutoka miaka 2-3 hivi mpaka sasa mtu brain iwe sasa haiwezi ikafanya kazi bila pombe. Naam. Shikilia hapo. Ningependa tulete hoja moja na utayanza kwako mshauri tu, manake tunajaribu kuangalia, tujua athari zipo za pombe kwa wanawake na wanaume, lakini kwa mabano tumeona sana mitandaoni watu wakiwakashifu wanawake wanaolewa. Je, athari za mwanamke kulewa ni mbaya zaidi kuliko za mwanaume? Kitu ya kwanza kama vile Shali amesema, kila mwanamke anaanzishwa pombe na mwanaume. Wanawake wote? Mostly. Sana inaweza kuwa walikuwa pahali kwa party. Na kuna wanaume hapo anampatia kidogo, anaoja. Sana tukiangalia katika wakati huu pombe imekuwa mingi sana. Katika boma kila sherehe, hata wale ambaye tunasema kwetu hatutumiangi pombe. Tumeokoka. Sisi ni watu. Kuna wawili wataleta crate. Kuna hata si crate. Sasa ile pombe imekuwa packed na jia mingi sana. Kuna watu watachukua Del Monte. Kawaida. Wanaweka nusu pombe. Sasa nyinyi mtaona tu watu wanakunywa Del Monte. Kumbe pale ndani iko makali. Kwa sababu na hapo ndo wanawake wanavutiwa sasa. Na wanavutiwa kwa sababu akikunywa anaanza kucheka. Na ile sasa hata kama wale watu wanaenda koji, kwa sababu mimi naendaga hata na wanaume wanapenda wanawake wakicheka. Exactly. Hata kaki kuona mwanamke ni dull. Na ile pombe inakupatia starehe nyingine. Hata kama huko mtu wa kuongea, unaanza kuongea ukisalimiana high five na sasa unaanza kusikia mwili inachangamka, inasusimuka. Kwa hivyo na hii sasa tukiangalia katika nchi yetu ni sherehe fupi sana, chache sana ambayo hazina pombe. Kwa sababu hata sasa watu wamejua kuzipackage. Wengine wanafikiri ati umekunywa ile maji ya dasani. Na uko starehe kama sasa tunaenda msimu wa Krismasi. Watu wanachoma nyama pale. Akona desani tu, kila mtu anaona wanakunywa tu maji ya kawaida. Kumbe ndani kuna kitu. Kwa hivyo unapowashauri watu, mshauri wetu, wake na waume, unavyowashauri wanawake ni tofauti na wanaume ukipima na kuweka ile madhara kwenye ratili? Okay, kushauri sometimes nakuanga pamoja, lakini wanawake wale ambao wameadhirika na pombe wanakuaga na shida sana kuliko wanaume. Kwa sababu kitu ya kwanza, mwanamke kukunywa pombe kama vile tumesikia Gogo anasema, katika Afrika, katika utamaduni wetu, pombe haikuruhusiwa wanawake. Na hiyo fikra bado iko na watu paka sasa. Kwa hivyo sana wanawake wanakunywa wakijifisha. Wale wanakuwa addicted sana wanakunywa kwa maboma zao. Kwa sababu hata ukienda kwa bar kuitisha pombe, mwanamke inakuwa si kitu ya kawaida. Labda mwanaume aitishe ajaze meza. Tena wale watu wanatengeneza pombe wanajua wanawake wanapenda kitu ambayo ni sweet. Hawataki kitu karikari. Kwa hivyo wameanza kupack pombe ni kama matunda. Kuna inaitwa cider. Na inapewa majina ya kuvutia. Hakuna pombe wanawake inatarget wanawake iko na jina baya. Kuna zingine wataitwa Reds. Sasa unaona Reds, Kingfisher. Inapewa majina ya
kuattract wasichana. Kwa hivyo hata ukichukua hiyo kamkebe huna haya, kwa sababu inakaa imelebeshwa, iko na ni tamu. Lakini ukiangalia alcohol content, kitu kama wine alcohol content yake afadhali ukunywe Tusker kuliko wine. Na unajua sasa ishakuwa imekubalika. Mtu akisema mimi huchukua tu wine glass moja, exactly, anafikiria tu ni hali ambayo watu wataikubali. Tena wanawake washakuwa digital. Sasa kusema wewe hutumiangi pombe unakaa ni kama uko nyuma. Naam, wacha tumlete Gogo kwa mara nyingine. Ametaja hoja nzuri sana mshauri wetu kwamba kitambo na kitamaduni, mila yetu kama Afrika, pombe kwa wanawake Unasemaje, mambo yamebadilika Gogo wakati huu? Je, mke ambaye anakunywa pombe asichumbiwe, asiolewe na amekamilika kabisa? Mimi nataka kuchanga hivi, kusema hivi. Hata wakati ile, hata wakati yetu, si ati hakukuwa na pombe, alikuwa pombe. Lakini hata siku hizi iko picha mingi sana. Exam ya kuangalia. Unaona mtu ile anatumia pombe bila matendo yake, bila nafanya. Kama mama anasahau watoto yake, apiki chakula na amewachiwa pesa ya chakula. Pombe alikuwa kutoka zamani, na wamama alikuwako na mababa. Kwa hivyo pombe, si ati pombe ni kitu kizuri. Na hawezi kusema naweza changanya pombe akuwe lata mzuri. Unaona hii umri yangu, angevaa kukunywa pombe. Lakini mimi niliona pombe, nikaona picha mingi, mpaka hata watoto, hata wasichana. Nikaona hii hapana. Nikuulize Gogo, kwa hivyo mwanamke ambaye ako kwenye bayo anywa pombe, kama mimi sitamfuata ni mtongoze, nimwambie nataka kumwoa, ataolewa na nani? Kama unasema wanawake wanaokunywa pombe haistahili, nani atawaoa? Sasa naona hata watoto wetu hataolewa, maana hii kijana ni mlevi, msichana ni mlevi. Sasa na si mlevi na mlevi waoane basi. Mlevi na mlevi waoane. Ana akili sasa, akili yao yote. Akili yao iko kwa pombe. Hata ana kutamani hata tukue na nyumba au tukue nini, bora tupate pombe. Hii baba anaenda narokota makaratasi huko, maplastic anauza. Mimi naenda na fuafua nguo huko, tunakutana na kunywa pombe. Na hiyo ndio ile ugonjwa kabisa, ni mama msichana ndio iko. Kwa hivyo baba aendelee kunywa, baba akunywe. Maana mimi nakunywa, najua kama baba peke yake mimi tasaidia, tachangia. Najua mimi naenda, ameanguka ametabika, na kuja na msavisa nalete kwa nyumba. Subuhi hiyo pombe kama nakatika na nasungumisia, najua baba, watoto yangu tutawacha hii watoto. Wacha kukunywa sana. Kunywa tu kadogo, au ununue ukuje ukunywe. Ndio mimi nakuwa kinga. Sasa kama sisi nakunywa sisi yote, hata watoto. Naam, shikilia hapo kabla kuja kwa Kadzo, labda tupate wawili watatu hapo wachangiaji wetu wamemshabikia sana huyu Gogo kwa kauli zake hatari. Na tunauliza, je, ulevi kwa mwanamke ni ishara kwamba yeye hafai kuolewa? Wazungu wanasema si wife material. Tunachangia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Twitter @KTNews, @LoftyMatambo, tumia alama ya reli ya leo mashinani. Kabla kuingia kwenye mitandao, wako hapa. Sijui ni wangapi hapo wako kwenye ndoa hapa. Hebu tuone kwa ishara za mikono. Wale wawili watatu mnaficha, lakini najua haya. Mwanamke mlevi asiolewe, nani? Kauli ya kwanza. Naitwa Helen Wafula. Mimi ninaunga shosho mkono. Mwanamke hafai kukunywa pombe, kwa sababu yeye ndiye anafaa kukuwa support kwa ule mwanaume, ndio at least maisha yao i-change. Naam. Na wawe mfano tayari, tumwache, tusimchumbie. Wachana na yeye basi. Kwa sababu ni lazima, nyinyi ndio mta create future kwa hao watoto wenye mkona wao. So mama akilewa, baba alewe, pia watoto wako na chance ya kulewa pia. Naam. Nimepata kauli hapa nikianza kipindi, watu wakisema wanawake walewe. Wako wapi wale? Nataka kuzungumza nao sasa. Tuanze. Kumbe wapo. Wanawake walewe. Naitwa Ambita Jeremy. Na kila mwanadamu ameumbwa na test ya sense ya test. Hata mwanamke akona hiyo test yake, akona hiyo sense ya test.
So akikunywa imaanisha kwamba ati hufai kumfuata, hufai kumtongoza. Yeye ni binadamu tu kama mwanaume mwingine. Na wakati ni kuwa tu na ile self control tu peke yake tu. Hawezi ukasema ati nitaacha huyu mwanamke sababu ni mlevi. Wakati wewe hulewi na yana leo, unaweza kumuoa au unampeleka nje akaleo na mleta nyumbani. Wewe mwenyewe uko soba kama wanavyosema. Mimi sina shida na hiyo. Una shida na hiyo. Makofi kwake. Makofi. Naam. Nani binti hapo? Okay, naitwa Evelyn. Mimi ninasema jukumu ya nyumbani ama ya familia ni ya watu wote wawili. Mke na mume. Na wakati mke ameamua kulewa ni sawa. Hakuna ubaya yote kwa sababu wewe unalewa, unakunywa, unaonja. Ndio. Unaonja. Uko na mchumba ama bwana? Mchumba? Siku hizi hakuna wanaume, ni wachumba tu. Maana tutakutana huko nje, kila kitu itaisha. Asante sana. Na maliza hoja yako. Sasa mimi ninasema jukumu ni ya kila mtu. Na unapolewa haimaanishi hauna maadili. Sisi wote tuko na maadili. Unapoenda kununua hiyo pombe, unajua ni nini unatafuta. So utakapoketi chini ununue na unywe, pia unatafuta chenye wengine wanatafuta. Nini? Alcohol is good for your stomach. Kidogo. Asante. Haya. Tupate mwingine pale nyuma. Okay, mimi naitwa Fidel. Fidel? Nasema mwanamke ambaye analewa, yeye pia ana haki ya kuolewa. Wasanii wanasema mapenzi ni hisia. Kama hisia zako zimekurusha kwake, utafanya nini? Utamuoa. Unaweza wa mke mwenye yule ni mlevi, ukampeleka rehab akachange. So ukimwacha hapa ni mlevi, nani atamuoa? They'll end up taking your son or your daughter to be taking your son akuwe sugar tomboy wake akuwe sugar mama. Usipomoa bana, chukua huyo demu, mjenge, mpeleke rehab. Benten, wamaanisha Benten Si ndio? Asante. Mmoja amenyosha sana mkono, acha tumalize na yeye. Naitwa Eunice. Eunice. Kutoka wapi? Kutoka Pangani. Mwanamke kulewa ni hatia. Ni hatia haswa? Ya, ni hatia kwa sababu wakati unapolewa mara mingi hujielewi. Unakujaga kuona matokeo after umeamka asubuhi. Ama after pombe imeisha kwa kichwa na unakuja unaanza kuona. And wewe ukilewa hakuna mtu atashughulikia watoto wako kwa sababu vile binti mwenzangu hapa amesema, siku hizi hakuna wanaume wa kuoa watu kwa sababu wote pia ni walevi. Sasa mkilewa nyote hakuna mtu atashughulikia watoto wako. Na wewe usipowashughulikia mwenyewe, hawana mtu wa kufuata, hawana role model kwa maisha yao. So watafikiria pia kulewa ni vizuri, of which si vizuri kwa sababu pia ni mbaya kwa nini yako. Mwenzangu hapa amesema unaweza badilisha mtu mpeleke rehab. Hauwezi badilisha mtu kama hayuko tayari kubadilika mwenyewe. Kwa hivyo hiyo si solution. Kwa hivyo pombe kwa mwanamke kinaweza kuwa kigezo cha kuangalia wa kuoleka ni upi, ambaye hafai kuoleka ni upi? Hapo hapana. Kama unampenda mtu na analewa, mpende tu vile yako, utapambana tu na hali yako. Mpenda kitamu cha roho, hata nyama mbichi huwa inaliwa. Na mtazamaji, asante sana. Tuchukue pumziko fupi kidogo, tuarejea. Mdahalo utakuwa unashika zaidi katika awamu ya pili, tupate hisia na kujibu mengi ambayo yamezungumzwa na hawa washiriki. Mwanamke anywe pombe ama asinywe? Ni kigezo cha yeye aolewe, aachwe nyumbani ama namna gani? Usiende mbali, ni Kimasomaso.